nakwambia kuna watu wengine katika serikali ambao ningependa kuona. Kwanza president wa Kenya ningependa sana kumuona. President kama president wetu sasa. Kwa sababu mimi nilikuwa nacheza mpira ya Kenya kabla yeye hajazaliwa. And I'm very proud to have such a president kuwa ndi chama ya Kenya. Na ningependa mimi kumfikia na niseme na yeye. I'm very proud of my president. He was a very young, even before he was born, he became to be a president. I wanted to meet him. Because I would say that I was actually probably a young brother to his father. Now he is the president, and I'm very happy. Okay. Mtu kama president mwingine wetu wa zamani, mzee wa zamani, unamkumbuka wale wazee, ningependa kuwaona. At least mwili wangu unaonekana haidipendi kwa sasa, na ningependa kuwapa kwa heri. Mimi nikienda zangu ni Mungu akinichukua, wape heshima ya kusema wabaki kwa nchi ya Kenya, waendeshe hii nchi yangu. Lakini sasa sijapata nafasi yote. Ukijaribu kupata mkubwa inakuwa ni vigumu sana kuwaona. Ni wasia huo wa mchezaji wa zamani Joe Kadenge ambaye anafahamika sana kama Kadenge na mpira, kanda ambayo ilipigwa na mchezaji pia wa zamani ambaye ni Sam Shole ambaye pia alishamiri sana enzi zake katika kabumbu. Mpenzi mtazamaji, mimi ni Hassan Juma, na haya si makala mengine bali ni makala ya Zilizala Viwanjani, wasia mzito, wasia wa mzee Joe Kadenge akisema kwamba mwili wake kidogo umeanza kudhoofika, lakini angependa kabla ya kwenda kukutana na muumba wake, angependa kukutana na rais wa Jamhuri ya Kenya, si mwingine bali ni Uhuru Muigai Kenyatta. Mpenzi mtazamaji, studioni basi sipo peke yangu bali na jamaa ambaye ni rafiki yangu, mchezaji wa zamani, na pia ametangamana sana na mzee Joe Kadenge, na pia ndiye aliyepiga picha hiyo makanda hiyo ambayo umeiona hewani. Si mwingine bali ni Sam Shole. Wajua, karibu kwanza studioni. Sam Shole kidogo kitu mwingine wa inanikanganya, maana yake wajua afisa mkuu mtendaji wetu mwajiri wangu ni Sam Shole. Wewe ni Sam Shole. Mimi ni Sam Shole, yeye ni Sam Shole. Amekata M1 na Y. Mmetoka eneo moja ama? Nafikiri Sam walitutoroka mapema, mkurugenzi wa KTN. Sisi tunatoka sehemu za Mount Elgon. Na ukiangalia historia yetu ya Wasabaot ni kwamba hawa jamaa waliteremka kule Elgeyo Marakwet. Sam Shole huyu afisa mkuu mtendaji wa Standard Group. Exactly. Waliteremka kutoka Mount Elgon, nafikiri wakaenda kutafuta maeneo makao tofauti. Ndio vile mzee wangu alikuwa ananiambia. Hao ndio walitoroka. Walitoroka, lakini nafikiri ni mambo za kulisha ng'ombe. Nafikiri wakafikiria pande ile nyingine ni sawa, alafu wakapata makao huko. So tuko na connection na wao. Yeah. Mwaka mpya mambo vipi bro? Nashukuru sana. Mwaka mpya nimekuwa hapa na pale nikishughulikia mambo na biashara. Nimekuwa Christmas nyumbani, nashukuru sana, na wazazi. Watu nyumbani wako sawa? Watu wazima sana, nashukuru. Wazima sana, wote wanang'ara, wako sawa, nashukuru sana. So pressure imepungua. Nilisema wacha nikae kidogo kando na politics, tuangalie kama tunaweza kuendesha hii nchi kwa mambo mengi. So nimekuwa Christmas nyumbani, nikija nyumbani ndio nikapewa habari kuwa mzee ameadmitiwa na hapo Joe Kadenge, ndio nikaanza mikakati. Nilianzia tu pale Eldoret, by the time nilikuwa nafika Nakuru mambo ilikuwa inaendelea. Na bila shaka tutazungumza kwa kina Shole kuhusiana na habari hizo za mzee Kadenge na mpira. Tunafahamu kama Kadenge na mpira kabisa. Ana habari ya michezo, kwa hivyo tutazungumza kwa kina. Pia wasia wako, maana nyinyi ndio wachezaji wa zamani. Wewe si wa zamani sana ikilinganishwa na mzee Joe Kadenge, lakini pia na zamani. Kwa hivyo wasia wako kwa pengine serikali, je, ni yapi pengine ambao ungependa serikali itilie maanani, au sio? Maana kidogo ni kwamba mmetengwa, au sio? Ni kweli, nafikiri wanamichezo wote Kenya hii wametengwa, sio wale ambao wanacheza kabumbu pekee. Ukiangalia pia wale wa mbio wengi sana wako katika sehemu zao zile za mashambani, na wengi sana
wako katika hali mbaya. Juzi nimepigiwa simu na mzee mmoja na ningependa sana kukutana naye, nafikiri anaitwa John Champion. John Champion alikuwa ni famous sana kwa mambo ya youth miaka za zamani kabla hata mimi sijazaliwa. Na yeye pia ako katika hali ile sio sawa, yuko kule Kisii. Ukienda mitaani humu Nairobi mambo ni hayo. Ukienda Western Kenya wale wachezaji walicheza zamani ni hivyo. Unaona? So nafikiri serikali ya Kenya haijaweka mikakati, haijaweka structure ile ya kuwalinda wale ambao wanapeana katika nchi, the people that give to the country. Na unajua pia serikali haiwezi kuamka siku moja na iseme sasa leo tumetenga pesa kiasi fulani ya wachezaji. Inatakana na sisi wachezaji pia tuanze mseme pia kwa kauli moja. Tuseme kwa kauli kimoja, tuanze na kitu fulani. Kama saa hizi nashukuru sana hii mchango wa Joka Denge imeenda vizuri sana. So mkiwa na kitu kama hicho within yourselves, then inakuwa ni rahisi kuenda kwa serikali kuambia kwa sisi tumeanza, tumeifikisha mahali fulani, nyinyi mnaweza tusaidia namna gani? Bila shaka ndio mdahalo mkuu, mpenzi mtazamaji, katika makala ya Zilizala Live Uwanjani hii leo. Je, tuzungumze pamoja katika mitandao ya kijamii. Je, hisia zako ni zipi? Unahisi kwamba pengine serikali imewatenga wachezaji wa zamani? Je, unahisi kwamba pengine serikali imewatenga wachezaji wa zamani? Sema nasi uko katika mitandao ya kijamii haswa Twitter. Kweli. Wewe ni @Sami Sholei. @Sami Sholei. Lakini Sholei ni L1 sio mbili. @Sami Sholei. Mwanahabari mwenzangu ni @Abula Ahmed. Mimi ni @Hassan Juma. Alama reli Zilizala Viwanjani. Je, unahisi kwamba pengine serikali imewatenga ama mchango wa serikali kwa wachezaji wa zamani, wachezaji ambao walipeperusha bendera ya Kenya katika mashindano mbalimbali, si soka tu, si raga, si riadha, si magongo, mashindano yote yani? Je, wahisi kwamba pengine kuna mchango wote ambao serikali inafaa kutilia maanani wachezaji ambao pengine ni wakongwe, wachezaji ambao ni wa zamani, haswa baada ya kanda hiyo ambayo nashukuru sana maana wewe ndio ulipiga alafu nakumbuka ukiniambia kuwa nijaribu kama ninaweza kupata shots 2-3. Nikakumbuka wakati ulikuwa pia wakati ukifanya campaigns ulikuwa unachukua video zetu na tumelan kutoka kwa watu kama nyinyi na niko na production house. Sasa ilikuwa si ngumu sana kukupa kanda nzuri. Hongera bwana. Naona pia nikataka kama unataka kuchukua hii kazi ndio kidogo inatetemeka kidogo. Naam, karibu. Kuna habari kadhaa ambazo pengine tutazichukua za ligi ya Uingereza, magongo, alafu pia nitakujumuisha pia kwa ligi ya Uingereza kabla kutilia maanani haswa mdahalo wa leo ambapo ni wachezaji wa zamani na iwapo kama wamesazwa ama wajua tuna mchango. Naam, mtazamaji, basi ndio mambo yalivyo katika makala ya Zilizala Viwanjani. Timu ya mpira wa magongo ya kinadada ya Sliders inanuia kutoa taji la Afrika la vilabu vya mwaka huu. Timu hiyo ambayo imekosa kushiriki mashindano hayo kwa takriban miaka 7 inadai kwamba mwaka huu wamejiandaa vyema kupambana na wapinzani wao katika kinyang'anyiro hicho. Robinson Okenya basi alitangamana na timu hii na tuandalia taarifa ifuatayo. Msimu wa mwaka wa 2016 hukuwa kufana kwa timu ya kinadada ya mpira wa magongo ya Sliders. Timu hiyo ilimaliza katika nafasi ya 5 kwenye ligi baada ya kumaliza katika nafasi ya 2 msimu wa mwaka 2015. Huku mashindano ya vilabu vya Afrika yakikaribia kung'oa nanga, kinadada hao wanahisi kwamba wamejiandaa vyema kuchuana na timu ambazo zitashiriki mashindano hayo. We'll take each team one at a time. Yeah, we'll not underrate any team and we'll not, we'll give due respect to each and every team. So we're ready for the tournament. Amidst all odds, we want to take the top spot for this tournament. Sliders watakuwa wakishiriki mashindano hayo kwa mara ya 4 mwaka huu. Kinadada hao walishinda kombe hilo mwaka wa 1999 na kumaliza katika nafasi ya 3 mwaka uliofuata. Mara ya mwisho timu hiyo kushiriki mashindano hayo ilikuwa ni mwaka wa 2007 na mwaka huu wanahisi kwamba huenda wakatua taji hilo. We'll go for the top spot. Yeah. We can't go in for any less. We'll just go for the top spot. That's what we've been working for and we hope to get there.
Clearly, the pressure is expected, and obviously there are people who may think, are we up to it? But the only thing I'll tell them is, we are the team to watch. Kinadada hao wanadokeza kwamba upinzani mkali katika mashindano hao utatoka kwa mabingwa wa ligi ya humu nchini Orange Telecom. They have been, top seeded for the past over 20 years, so definitely they're our biggest challenge. And we know them, we played them in the league, and we know how we fare with them. We are ready to take on Orange, we are ready to take on GRA, we are ready to take on any team that will come, and we're going to face them with the enthusiasm and the synchrony that is required. Mashindano ya vilabu ya Afrika yatang'oa nanga tarehe 7 mwezi Januari jijini Nairobi. Robinson Okenye, KTN Michezo.